Habari. Kwa leo tunakuja kuona jinsi ya kuongeza nani product kwa kutumia Excel. Kwa hiyo kabla ya yote mtu tangia kwenye system utabonyeza hapa kwenye download Excel template. Download Excel template. Utabonyeza. Ukishabonyeza hii Excel itakiwa i-download. Sawa, ngoja tusubiri download. Yes, tumeona imekuja hapo kwa download. Kisha download utaifungua. Sawa, utaifungua. Haya, utaifungua. Ukifungua uta-enable editing. Sawa. Sasa hapa unaweza kaona hii ndio Excel yetu ambayo tumedownload na tuka-enable editing. Kwa cha kufanya hapa kuna maelekezo kwenye Excel. Kuna hii ndio sheet ya kwanza, then kuna sheet ya pili. Kwa hiyo hapa nakwambia kwamba namba 1 nakwambia fill in the product details as per the product sheet. So nakwambia ni fill data huko ndani. Sawa. Lakini hapo kuna maelekezo ya muhimu. Anakwambia sehemu ya name, category, expire date, batch number and buying price are required. Kwamba yani hizo ndo za muhimu kwa mtakiwa ziwepo. Kwa hiyo hizi vitu vingine unaweza kuachana navyo, maybe barcode sio ya muhimu. Hii hapo unaweza kaacha kwamba haina chochote. Function unaweza kaiacha, lakini name ni muhimu kuwepo. Yani bila name hakuna kitu kinachoendelea. So then category ni muhimu kuwepo, then expire date, then buying price ni muhimu sana kuwepo. Kwa sasa hii barcode tunaweza tukaachana nayo maana sio muhimu zaidi, lakini kama unayo kabisa unaweza ukaiandika hapa. Sawa. So tuiandike tusiandike, ngoja tuiandike, maybe tutaandika ya kubuni tu, maybe 1900 maybe WA, no problem. Then tuseme name sasa ya product yetu, maybe tuseme product yetu inaitwa Moringa juice, maybe juice. Then brand, maybe we say brand it is Moas Made. Then function, maybe you can say it is anti-inflammatory. Then the category, maybe we say this is OTC, no problem. So the category unaweza ukaja hapa ukachagua ambazo zipo. Maybe hapa tuna prescription drug, then tuna OTC, no problem, ukachagua hiyo. Au jinsi ukaingiza mpya, ni wewe tu. Ukaingiza mpya ukasema maybe hii ni OTC, like maybe it is a natural product. No problem. Then ukasema perform, this is the solution. Then expire date. Hapa kuna maelekezo yake kwamba expire date and the received date should be in this format, that year, month and the day. So what can you do? Hapa tunafanyaje? Sasa expire date hapa. Expire date sema ni labda either expire 2027. So 2027 mwezi wa 12 labda tarehe 25. Then batch number ni ya muhimu sana. Labda sema batch number yetu ni hapa kwa dawa yetu. Then buying price tuseme mzigo wote tumenunua shilingi ngapi? Mzigo wote maybe tumenunua kwa shilingi 100,000. Then quantity ambayo tumezinunua labda tumenunua quantity only 10 labda. So ukishatoa hapo zitajikuta kwamba kwa kila moja ni shilingi 10,000. Kwa sasa useme kama kwa kila moja hiyo buying price per unit
kama ni 100,000. Sasa sisi tuuze kwa shilingi ngapi? Labda tuuze kwa 150,000. No problem. 150,000. Not 150,000, 15,000. Kwa sababu moja ni shilingi 10,000. Sasa supply name, maybe supply name you can say ni natural jina lolote tu, natural supplier sub Ltd. Hakuna shida. Then receive date, labda tume receive labda 2025 mwezi wa 3 tarehe 8, haina shida. Then quantity ambayo tume receive, quantity remained, kumbuka ni kwamba ni kile kiasi ambacho tunakiongeza, na kama kuna kingine ambacho kimebaki ambacho kina share the batch number tunaweka, lakini mara nyingi batch number za tofauti, so tuseme kwa sababu tumeandika quantity remained ni 10, tuseme 10. Sawa, minimum stock labda zikibakia 2 ndio tupate notification kutoka kwa system. Kwa baada ya hapo unaangalia kile kiko sawa na maelekezo yote kama wani umeyafuata hapa. Unasema the quantity added in the quantity remained must be valid number. It's okay. Then unasema the quantity added refer to the new quantity you are adding to the stock, and then the quantity remained refer to the sum of the new quantity and the initial quantity kama ilivyo. Sawa. Ukishamaliza hapa una save your Excel, save you can just move. Then unakuja hapa kwenye system yako, kwenye hard Excel, unakuja unabonyeza hapa choose a file. So hii ndio Excel yetu, then tuta open, then tuta import. So ngoja tuone itaingia. Subiri. Yes, unaona inakuja kwamba product import successful. So ukiona hivyo jua kwamba product yetu imeingia. Sasa ngoja tuangalie kweli imeingia. Ngoja tu refresh tuone imeingia. So yes, when you refreshing you can see, unaweza kaona kwamba tuna product ambayo ndio hii hapa, Moringa juice, was made everything. Na kile kitu kimeingia. Kwa vitu vya kuzingatia na mimi tumeviona. Ndio hiyo jinsi unavyoweza kuingiza product zetu. Then unaweza kuingiza product zaidi ya moja kwa kutumia Excel. Hivyo pia unaweza kaedit au ukafuta, ni wewe. Kwa kwenye kufuta, yes, una click hapa pesa kwamba that nani kwamba nani upo sure. Ukisema yes I'm sure, yes, you did that. Na sasa unaweza kaiona kwamba product yetu ya fentanyl ambayo tuliweka pale haipo for this time around. So unaweza kuona bisa haipo. Kwa ndivyo tunaweza kuweka product, na hapo unaweza ukasearch by name, maybe Moringa kwa ajili ya kufanya kazi nyepesi, au ukasearch by category. Amna shida na product zote zinakuwa ziko hapa, amna shida. Kwa hivyo then by function pia unaweza ukasearch, kwa price pia unaweza ukasearch, ni wewe tu hivyo. Karibu.